Bwana ushahidi gani kama tunaenda kubadilisha nguo kule? Wewe unafikiri kwenye dabi kama ile kwani Simba hajafanya mambo ya ajabu ajabu? Lazima amefanya tu. Pale hakuna sio kufanya hamna sio kufanya mambo ya ajabu ajabu pale. Wewe unafikiri bila hivyo sisi tukisalisha ile magoli kwanza mnavyojua nyinyi? Bila kwenda kwenye nyumba hizo si mnasema nyumba gani si nyinyi mnasema hizo. Unafikiri tungekula 4 pale. Alafu sisi tukikaa mjini hapa. Kwa hiyo hata ametupiga faini. Mimi bwana anasema hivi, kama kwa hilo tuko tayari hata kituambia tuchangie sema mashabiki wa Yanga tuko tayari tutachanga. Tuchange hata 2,200. Sio tuko wengi. Tuchange hata 2,200 tulipe hiyo faini kama kwa hilo. Lakini mimi jambo leo ni uzi tu la chama na yule kiongozi wetu. Walter Wilson. Hilo kwa kweli Walter Wilson hilo kwa la kwake peke yake. Hilo la kwake peke yake na Walter Wilson. Kwa sababu kila siku nasemaje? Mnaposema kwamba mtu akifanya kosa kama lile tumchangie eti tuchangie sio faini alipe faini. Alipe hela yake akatoe beki au akajua pote pa kuitoa ili nini? Kwa sababu mpira sio mchezo wa kiuni. Kwa hiyo wote alifanya uni. Yule alifanya uni. Ile hapana, ile hapana. Mimi kwa mwanachama wa Yanga, mshabiki wa Yanga, lakini ile hapana, mimi sitaki ile. Ule si mchezo wa mpira, sio ugomvi. Ule sio ugomvi wa mchezo wa mpira. Sasa unapofanya hivyo, ina maana kocha atafanya hivyo, benchi zima itakuwa inafanya hivyo. Kwa hiyo itakuwa inaonekana sisi sio timu ya mpira. Itakuwa kwamba kiuni mambo yafanye Simba. Unaona Yaani mambo yafanye Simba, timu za kiuni hizo. Simba na Mungu ni timu ndogo ndogo hizo. Timu kubwa taasisi kama Yanga itakifanya hivyo, si ni kioo cha jamii. Si nataka tufundishe jamii. Kwa hiyo usifanye hivyo kiongozi mkubwa kama wewe kiongozi mkubwa wa Yanga usifanye hivyo. Umeona bwana? Mimi nilikataa ile Diala ile. Alikuwa anamfuataga refa ile. Nilikataa ile hamna kumchangia. Mudasiri nilikataa. Na ili nani alikataa vile vile kwamba hakuna kumchangia. Akatoa ile yake mwenyewe aone uchungu ili siku nyingine asirudie. Mkimchangia atakuja mwingine tena atafanya hivyo. Tutakuwa tunafanya kazi kuchangiana tu. Hiyo misiba gani itakuwa iishi? Kwa hiyo kwenye ya kuchangia hii hapana. Kwa Wilson hapana. Ila kwenye hii ya milioni 30 hii ya nyumba nyeupe. Hii si burudani tu. Sio naona kama 500 hiyo. Hata mimi niko tayari kuchangia. Sawa bwana. Hii niko tayari kwa sababu wale kama tungefanya hivyo. Wewe yule beki wetu yule kibabage utafika makamwagiwa maji siku ile. Chama na tamba tu anakwenda tu anavyotaka. Wewe fikiri kulikuwa hivi pale. Ndio sasa tukagundua off time tukasema sisi ndio vyumbani tukirudi hao napiga ni bahati yao. Ndio tukapiga mbili zile. Kwa kwenda kwenye nyumba ya jirani limesaidia. Imesaidia sana. Kwanza milioni 30 ndogo hiyo. Imesaidia sana. Hivi nafikiri hivi ingekuwa balaa pale. Ninachokwambia unafikiri kama zile mbili tungepata sisi. Tungepiga 6 wale. Zile mbili ndio Yanga ngwe tumezipata sie zile. Ina maana zingekuwa 6 lakini walipata wao wadogo sio wakubwa. Wameshindwa kuhimili vishindo tukarudisha baada ya kwenda nyumba mnasema nyie si nyumba gani hiyo. Mimi sikuwaona mimi nimeona wameingia vyumbani tu. Lakini kwa sababu kama chama kimeona kwamba tumeharibu tumeingia vyumba vyeupe milioni 30 kitu gani kwa Yanga? Yanga iko Tanzania nzima mpaka Ulaya huko. Na sasa sisi alipa mtu mmoja tu. Haina shida. Wapo ambao wanasema wameudhalilisha mpira wa Tanzania. Tumeudhalilisha vipi? Wanataka kuudhalilisha vipi? Kwa hiyo nataka tufungwe yaani kwa hiyo tungefungwa ingekwaje? Tungekazalika zaidi. Kanuni ipi? Kanuni ipi tuliovunja? Wao ndio wameona hivyo. Sasa tujavunja kanuni. Sisi tumekwenda vyumbani, tumerudi tumesalisha magoli. Basi kwisha. Vyumba si upo uwanja ambao una vyumba? Ndio tuingia sisi sana shagani mnaposema si nyumba nyeusi nje. Si chooni, si wapi? Hiyo mawazo yenu na hiyo yote kutapatapa. Nimekwambia hivi, mnapocheza Yanga inapocheza, watu lazima watapetape. Yanga si wakubwa. Umeona? Yaani baada ya kuona social magoli na kuona yule beki wao si Loshani alitoka Fakusini nani yule Loshani yule kaburuzwa kangoka meno kangoka pua, ndio matatizo yote yameanzia hapo. Hakuna chochote hapo ninachokwambia. Ile chenga aliyopigwa na Okelo akaburuzika kangoka pua ile mpaka leo anaumwa. Jana hajacheza pale. Ndio hiyo inatufanya mpaka tupige milioni 30. Hakuna chochote hapo. Hakuna cha nyumba nyeupe wala nini. Hamkustahili kupiga faini ya milioni 30, mlifaa mkatwe point 3. Sheria hizo hakuna sasa. Sheria za mpira zisemi hivyo, hakuna sheria hizo. Yaani mpira matokeo yanayobaki uwanjani ndio hayo. Sawa bwana. Ile zinaendelea faini kama hizi. Lakini hata hivyo mimi sina uhakika kama Yanga waliingia nyumba nyeupe. Sina uhakika. Uamini? Siamini, sikuwaona. Ukaona kama na mimi nilikuwa pale uwanjani. Mimi nimeona wameingia vyumbani. Sema Yanga wamejipanga. Yanga jamani kubwa. Tulipoenda vyumbani tukajiuliza kwa nini hawa wanataka tufunge tunatokaje sisi hapa? Ndio tukarudi tukasesha ile goli. Sawa bwana. Tukasesha zile goli. Ngoma draw, watu wanalalamika, si nyumba nyeupe, si nyumba nyeusi, si wameingia chooni, si wameenda barabarani, kutokana na tumesalisha magoli. Lakini mimi narudia tena, kama goli zetu tungetangulia sisi, ingekuwa kilio hapa. Wapo ambao wanasema tukiacha hivi itakuwa ni tabia endelevu kwa mpira wetu wa Tanzania. Faini itakuwa ni kama source of income ama ni chanzo cha kuingiza pesa kupitia kwa bodi ya ligi. Kwa matukio atakuwa yanaendelea sasa. Kwamba mtu sana anajua tu atatoa hela, atavunja kanuni, atatoa hela, maisha yataendelea. Hapana, kwa timu kubwa kama Yanga, kwa sababu hiyo kwanza ni aibu kwa taasisi. Unajua Yanga ni taasisi kubwa hapa duniani. Hii ni aibu. Hii ni aibu kama kweli wamefanya hivyo. Hili ni aibu. Lakini tunafurahi kwa sababu tulisawazisha, ila ni aibu.
kwamba aibu. Lakini kwa sababu tulisawazisha aibu yake imekuwa ndogo. Lakini ni aibu kwa klabu kubwa kama kama wanafanya hivyo sio vizuri. Utaratibu haupo. Kwenda kubadilishia. Haupo utaratibu huo. Ndio maana nakwambia hivi Yanga hawajakwenda huko, hiyo imesingiziwa tu. Hiyo kutapatapa mimi ninachokwambia. Mimi basi kwaona mimi nilikuwa pale jamani. Mbona leo nimeingia vyumbani tumetoka umesalisha magoli. Kwa hiyo faini mmeonewa. Kama ni hivyo. Kwa mujibu wa taarifa. Kwa sababu sikuona sasa tumeonewa. Mimi sikuwaona. Na ndio maana nikasema kwa hili tutachanga nchi nzima. Kwamba tumeonewa. Kwa hili tutachanga nchi nzima. Tuko tayari. Kwa sababu tumeonewa. Bwana. Lakini yote kwa sababu nini tumesalisha tu magoli ndio maana matatizo yote. Wewe unafikiri jamani sio nisemeje sijui. Wewe unafikiri kama tungiacha pale bila vile yule kibabage nafikiri hivi nyinyi Chama anatamba vile. Chama na miaka 70 anaonekana na miaka 15 nafikia wangu mpira siku ile. Chama na miaka karibu 70 huko. Lakini siku ile anaonekana na miaka 15. Anampeleka mtu anavyotaka. Mpaka hivi sasa Chama anazungumziwa na miaka 15 kwa kile ambacho anakifanya uwanjani. Ni kweli Chama kawaka. Alafu Chama sikaenda kwenye timu anayoipenda. Alipokuja huko timu ilikuwa haipendi. Yaani huko kuna kitu alifuata fedha tunaona. Naona ni fedha tu. Lakini mapenzi yako kule. Kwani kuja kucheza Chama kuja kucheza Yanga alikuwa sio timu yake na wasiwasi yule hataki stafu mpira narudia tena akistafu mpira anaweza kuwa mwanachama wa Simba yule. Umeona alipokuja huko akacheza chini ya kiwango aeleweki. Yaani aeleweki kabisa mpaka tulikuwa tunamuingiza dakika za mwisho. Kwenda anajitutumua sasa hivi najiona kwamba yeye ndo kila kitu. Wewe mwenyewe umekili Chama kawaka. Chama kawaka kwa kweli. Nimemwona hata jana. Na Chama Mungu amjalia utulivu. Kubali. Chama amejalia katika hii miaka 15 ya sasa hivi. Sijawahi kumwona mchezaji kama Chama. Naomba urudie kauli yako mzee Kanege. Nasema hivi, kwa hii miaka 10 sijawahi kumwona mchezaji kama Chama, niseme ukweli wangu. Wewe mwenyewe umesalenda. Kwa hii miaka 10. Yaani mtu mwenye utulivu. Chama na utulivu sana. Hata klabu yako pale Yanga hamna mtu mwenye utulivu kama bado watu wanapapala na wewe, watu wanapapala. Ndio maana niliwaambia hivi engineer nimemwambia hivi kwamba mtafute nambari 9. Kwa nini nataka nambari 9? Kwa sababu Chama unaweza ukafananisha kidogo production experience yake sababu na production. Unaweza kufananisha hiyo kawaida namba si namba 10. Tumtafute nambari 9 kama Kagere ndio na kilio changu mimi. Mmaliziaji. Pale ukiangalia wachezaji wako hamna mchezaji mwenye utulivu kama Chama. Pale bwana hamna kusema kweli. Toe wa kweli. Toe wa kweli. Watu toe wa kweli. Hamna bwana. Pale Yanga? Hamna. Mchezaji mwenye utulivu kama Chama? Hamna. Tuseme ukweli. Unajua hata penalti ya Zanzibar nikwambia angekuwa mchezaji mwingine wote ile penalti singitoka hiyo. Kwa sababu pale lazima tu wangebutua wangepiga nje. Lakini Chama akatulia akajua huyu anavyokuja lazima anikwae. Sawa? Lazima atanikwae. Na kweli akamkwaa ikaikuwa penalti. Kwa hiyo ni mjanja sana jamaa na utulivu sana. Wachezaji ni wadogo sana hapa duniani asikudanganye mtu. Kwa hiyo itachukua muda kupata mchezaji kama Chama kwenye ligi. Engineer hajakosea, atafanya mambo tu. Mimi na uhakika. Kwa sababu engineer yupo anatafuta. Mchezaji kama Chama. Hasa tutafute namba 9. Amtafute kama Chama mwenye utulivu, afu awe namba 9. Ili iwe kama Kagere. Unajua Kagere alikuwa mshambulia hatari jamani. Kagere? Wao wanasema bado hajakata tamaa kwenye ubingwa. Ubingwa hapana, wakati tamaa. Hiyo kwanza hii chama cha soka TFF kama angekuwa wanajua tayari wangetupa lile kombe mapema tu. Kwa sababu sisi hatumwachi mtu. Wao wanashinda sisi tunashinda. Wanashinda. Sawa, afu tangalia mwenye magoli mengi nani, mwenye pointi nyingi nani. Sio ubingwa ndio ushachukua huu. Yaani hauna shaka kabisa yani. Watu kabisa tu. CRDB hili hatuachi ninachokwambia kwa vyovyote vile. Mnakutana tena. Nawapiga. Tumeshajua. Dawa kumbe si nyumba nyeupe, kumbe dawa kumbe ndio ni nyingi. Kwa mkikutana nao? Si nyumba nyeupe, wewe vipi na wewe? Si nyumba nyeupe tu kija napiga magoli ninavyotaka. Tena sasa tunaingia mapema kabla kama siku tumechelewa kwanza. Wametusema sababu tumechelewa. Tunaingia nyumba nyeupe tunapiga tu 4-5 kama kawaida. Tunawapiga wasisubutu kwanza. Na wajivunje mimi nakwambia. Bwana wajivunje. Tena wajivunje hapa na TRA hawa. Lakini kama wataingia, tulivyowapania, tulivyokosa juzi kule. Wewe si utaona mwenye kitakachokuta. Kwanza watasubutu hata wenyewe. Subutu. Washajua. Sababu wataona wamekosa ligi kuu atapambania. Nasemaje wenyewe washajua watadhalilika. Kwa sababu siku ile tulibaki chupuchupu wazalilike. Japo kipindi cha pili tulipiga goli mbili zile, ilikuwa tuwapige 4. Sawa bwana. Ni basi tu bahati yao Mungu amewasaidia walikuwa upande wao Mungu naye. Wewe bwana wewe. Unasemaje? Hawarudi wale nakwambia mimi. Wanasema Chama kazimaliza tuzo za man of the match. Ni kweli, sasa hivi kweli. Jamaa kawaka bila shangaa kule siku na kitu gani? Au ndio haya matunda, siku na matunda ya zabibu wanatumia anakula. Matunda ya zabibu hayo sio bure. Chama hawezi kuonekana kijana jamani, Chama mzee. Lakini Chama anakwambia anakimbia huwezi kuamini. Yaani dribble mpaka unashangaa. Huyu vipi? Matunda ya zabibu. Na Yanga nao waende wakachukua matunda Dodoma kule yanapatikana matunda ya zabibu. Nao watumie. Kuna ujanja unafanyika pale. Shukrani mzee Kanege. Asante sana.